Clouds TV, empowering lives. Understood because tuliingia, tulivuja kanisa, tulijaribu kuvuja hapa tukapeleka watu, maana sisi zote tukienda pale tulikuwa washirika wa mzee. Mzee alisimama pale akasema, nasikia kuna watu wengine wamefukua kitu kingine, na hapa kila mtu aliondoka kienda direction yake. Mimi nilienda yangu, ule mwingine akaenda. A father is a dangerous person in your life. A father is a dangerous person in your life. Take care, my brothers and my sisters. Take care. Kale kanjio utanipitia hivi, kale kautaigiriria, tutapambania hapo. Kwa hiyo njia tutagongania hapo. Are you getting me? Tutagongania na nita make sure nimekudhuru kama umekuja hiyo direction. Musa aliambiwa hivyo. Abraham aliambiwa namna gani? Aliambiwa namna gani? You will curse those who curse you and you will bless those. It is an authority from heaven. Sio yangu, na Mungu amenikubalisha. Na ndio maana tulienda mpaka mlima, tukapanda mpaka kule mlima. Tulipopanda mlima, Mungu amenena. Tukapatana na jamaa wengine, walitupeleka huko wanaitwa porters. Walitufikisha mpaka kwa mlima. Wengine walikatalia pale chini, wakasema sisi hatuleti. Tumesikia hiyo maneno mnaenda kufanya huko, tutakoma huduma shu. Hiyo maneno mnaenda kufanya huko, hiyo hapa hakufanyagwi. Wewe enda peke yako. Jamaa wawili wakasema tutaenda. Jamaa mmoja ni Masai, mwingine ni Mkikuyu. Sasa yule Masai akatuambia tuende, na haikuwa ameenda mara nyingine kwa mlima kabisa. Ni tukavumilia na tukaenda tukipanda. Basi ndio huyo akashikwa na madimoni za kwao. Sasa huyu Masai, najua tulikuwa tunaenda kutoa ile hizo, nimwambia mambo ya sisi tukiwa Mogeke tulitafuta Mungu tukakosa. Maana tulikuwa tunaangalia mlima, dai dada ya kiroro manyamba. Maana Mungu wetu alikuwa anakaa wapi? Pale juu. Mnanielewa? Sasa tunadhadhaya, tunavuta tubako. Tunavuta tubako. Sasa ugenikuta tukiwa na shiko, tulikuwa tunakaa wanyanya wazee. Mwapua baka imekujika hivi because ni kuvuta. Alafu tulikuwa hatuna tabia, hatuna usafi. Sasa ukimaliza kufanya hivyo nafanya. Alafu unafanya. Alafu unaingia kwa ugali. Hivyo ndivyo tulikuwa. Maana Mungu wetu tulikuwa na ako wapi? Kumbe huyu Mungu alitolewa kitambo. Serikali zilipokuwa huko za Mwingereza, walienda wakatafuta Masai anaitwa Lenana na watoto wake Sedeyo na Batiani, wakawekelwa hapo. Ile kamulimo unaona pale kanaitwa ile ndio hapana, Lenana ni ile. Si tulikuwa pale? Lenana ni ile. Hii ndio Sedeyo na huyu ndio Batiani. Unaelewa? Sasa mlima ulibebwa in the spiritual. Lenana was a spiritual leader. Alikuwa high priest. Ndio mwenye kutoka hapa Nairobi hii ilikuwa yake, kupanda Ngong, kupanda Kiserian, mpaka Kajiado yote, mpaka Narok ilikuwa ya mtu anaitwa Chief Lenana. Na ndio amepatia Kenyatta shamba hapa Lenana Rescos. Hapo ndio mke wa Kenyatta amejenga nyumba. Kwa sababu mke wa Kenyatta ndio alikuwa mtu yani Kenyatta baba alitafuta mtoto mmoja ambaye unajua Masai walikuwa naenda wakikuja area kwenu wanachukua mabibi wale kuweka wogota wanataha mabibi, wanawashughulikia, wanawacha watoto huko, wanaenda wakiedaga. So baadaye Lenana alitafuta Kenyatta akapatia shamba pale. And this man was a spiritual leader. He was a chief, a high priest in the order of Melchizedek. Kama hamjui, wa Masai they are in the order of Melchizedek. In the order of that. Ndio unaonanga mpaka saa hizi wanafanyanga matambiko yao na wanafanyanga dhabihu zao na zinatimika. Ukienda kwa circumcision yao ceremony, uende saa hiyo ndio unaelewa hawa watu si wa kawaida.
in the Bible, the book of kama ni Deuteronomy inasema a Maasai man. Hiyo ni kitabu gani? Leviticus. Ya Leviticus inazungumzia Walawi, because wa Maasai ni wa Walawi. Ni athĩnjĩri Ngai na ikaba wa Maasai na Wakamba ni wathĩnjĩri wa Ngai, ndio Walawi. Nao wa Kikuyu ni familia ya Juda, ni athamaki. Are you getting me? Are you getting me? So mzungu alienda akatafuta kushika hii mlima, aondoe wenye mlima. Atafanya namna gani? Alienda kwa nyumba ya kikuhani ya Lenana, akaweka majina yao pale. So akaondoa Ngai wake Koyona Mobi, akaweka Masai. Sasa tukisema thai na ya Ngai ni Sedeyo anaitika. Thai na ya Ngai ni Batiani anaitika. Thai na ya Ngai ni Lenana anaitika. Ndio naona wa Masai wanaendelea kubarikiwa. Ndio na msuku anaingia ndege kuja kuona Masai. Na nyinyi mmesoma sana wa Kikuyu, watu very important, very very special. Nobody can come to see you. Maroka kuona nyamucia githaka maka mutiga guku farafara. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajaribu mpaka kwenda kutafuta, mnaweka hii date, ni date. Ni date hii ya kutafuta wasugu. Dating side. Unaona wa Masai wasichana wanapata wasugu, shikwa na baki tu hapa Mengedia. Because there is no collaboration. The mountain you are facing has no collaboration with your God, because something has been removed. When your God is removed, you can't worship. Wakati wana wa Israeli walienda utumwa, Mungu yao aliondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yao alifanya nini? Aliondolewa, wakaanza kuabudu Mungu mwingine until walirepent, wakarudi kwa Mungu. Ndio Mungu akakuja akatuma Musa akawaondoa kwenye utumwa. When your God has been substituted, you can never be an original person. You become fake. Your God has to be there. Mungu yako lazima akue, na lazima ufanye mikataba mipya. They renewed the covenant. They had to renew the covenant. Sasa tulikokuwa pale, Mmasai akakuja, tukaenda na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukapanda na yeye mpaka huko juu. Wakati tulienda kulemewa, yeye ndiye alikuwa wa kwanza kusuggest nani atoke. Asese akaijua na demon. The first person kusuggest Asese arudishwe ni Mmasai. Maana wale wa Masai wako kule juu walitaka kumuuliza, ni nani hao umeleta? Ni uramenya kile moka gweka. Hakuwa anajua tunaenda kufanya nini. So wakati niliona amesuggest Asese arudi, nikajua the demon here ni Asese. Nikaekelea mkono, nikamwombea kudani ndani, nikamwombea akapata kunikoona revive. Nikaambia Masai twende. Maana Asese alikuwa na connect sasa na Masai. Maana wazee mababu pale wameanza kuleta shida, walikuwa hataki tufike huko. Sasa mimi nika make sure nimemboost, nikawaboost, tukapanda. Tulipopanda tukafika pale juu, wote walinihepa, wakaniacha peke yao. Walipoona nimechomoa mafuta hivi, wote walihepa, wakakaa kando. Nikaita Masai, kuja nitolee, kwa sababu ndiye alikuwa amebeba bagi yangu iko na vitu zangu. Nikamwambia kuja nitolee, anatuma Asese, si wewe utoe. Anasema mwambie wewe ndio utoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Now today I'm proud to have that Masai with me here. Ako wapi? Kuja. This is a man that led me to reclaim the mountain. Lazima angehusika kama kafara. Hallelujah. Lazima angehusika kama sacrifice. Ndio wakati Lenana nikiwa hapo, Lenana alikuja kunichungulia, akaona huyu jamaa, akajua we are safe. Sasa ile iliwa surprise ni venye nilichomoa mafuta chushi, nikamwaga chubi chushi, nikamwaga asali chushi, nikamwaga. Kumbe wasee wakakasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaitwa nani? Joshua Lenanguris. Lenanguris. Kwenu ni wapi? Kwetu ni Baringo. Baringo. Ile Masai yana huko. Ile Masai inakanga kwa kichaka. Yeah, ile ilikuwa 2013. So nikaenda day school huko, nikasoma, nikamaliza, nikaenda university huko. Mimi na wewe tulikutana through ule jamaa anaitwa Firo, mwenye alikuwa na kazi yako ya kupeleka milima. So nikapewa kazi kama pota, kumbebea bag tu. So wakati nilikuwa nambebea bag, na walikuwa na guide moja
mzee akakuwa na nguvu sana ya kupanda milima. Nikaambiwa, Masai, juu wewe ndio uko na mwili kidogo, unaweza fuata huyu mzee mbio na hiyo bag yako. Wewe ulikuwa unaenda mbio, hata tunashangaa kwani huyu mzee anaenda wapi? So hapo ndio tulipatana, wakati nilikuwa nakusaidia ndio usipotee, juu kuna manjia za kupotea. So sitamuita tena mzee, nitamuita apostle kwa juu ya respect. So hapo ndio tulipatana. Sijui ni connection gani ilikuwa hapo in between mimi na yeye, juu mimi mwenyewe hata sikuelewa. Nilikuta tu tumeingiana, tunaenda na yeye mpaka milima. So ako very powerful by the way, sijui kama nyinyi mnaona hivyo, juu ako na some energy yenye si ya kawaida. Juu actually wakati umetoka Old Moses alikuwa so strong, sijui alikuwa Mungu alikuwa anampea nguvu tu. So you are so energetic kulingana na miaka yako. Unajua huwezi nishinda mimi. Uko energetic kuliko hata Gen Z, unaona? Si nilikuwa nyuma yako some meters away. Umeniacha kaa 1 kilometer. Alikuwa ananiacha kaa 1 kilometer. Juu sasa niko na back. So kuna wakati hata tulienda mpaka nikaona sasa hakuna njia nyingine diversion, nikakuacha uende sasa juu umeniemesha. Juu ulishindwa. Nilishindwa. Tumefika Shifton. So tumefika Shifton, tumelala. Asubuhi tukaamka, ilikuwa saa 8 usiku. So tukaanza safari yetu saa 8 usiku kupanda Lenana. Ikatuchukua masaa mingi sana kitambo tufike huko juu. Tulifika around 6:20 asubuhi. Na baridi, unasikia upepo. Ice, ni hostile environment, by the way, very hostile environment. It is 5,000 feet above the sea level. Above the sea level. Unaweza imagine mahali unaonea mawingu huko chini. So wakati tulipanda hapo juu, tulipanda safe. Lakini wakati sasa anaenda hapo mahali kuna bendera, kulikuwa na Bible yenye ilikuwa imewekwa na Wayahudi, then kaunti waka replace na yao. So sisi nikaacha bag ya apostle, mimi nikaenda kwa kona kujificha juu siku anataka kuona mambo yake. Na sijui kwa nini ni kama kuna coordination ya spirit ya binadamu, na tukaenda, tulikuwa wawili na kijana anaitwa Ki, tukaenda tukajificha kwa mawe. So ukafanya ukaniita, Masai, kuja unitolee bendera yangu na chumvi yangu na asali. Nikatuma nikamwambia Vitasi ende utolee mzae nini kama mafuta yake na nini. So akakwambia akaniambia wewe Masai enda, wewe ndio ulikuwa umebeba. Eti niko na askari ya kunilinda kumbe. So tukaenda, nikamtolea mimi, nikarudi mahali nilikuwa. Wakati nimempatia, by the way, hiyo mafuta yake, kulikuwa na wazungu hapo juu. Hatukuona vile waliteremka, hata hawakupiga mapicha, wakateremka wote immediately. So hapo mimi sikuwa najua, hata ikakuwa clear. So lakini akili yangu ilikuwa inaniambia aje, siulize ni kwa nini wanatoka mbio. Nilikuja kukuuliza tukiwa chini, si ndio Shifton? Nikakuuliza haya, kwa nini hao hawakukaa, waliteremka na wakatuacha, ama uliambia washuke? Niambia hapana. So hiyo ilikuwa very powerful, na tukamwaga chumvi, tukamwaga mafuta, asali. Tukarudi. Tukiwa kwa njia, wacha sasa ibilisi amke sasa. Anamtafuta apostle. Mimi naona mtu mwenye alikuwa so strong, saa hii ni kidogo ni kuanguka. Aya, nashindwa kwani kunaenda aje? Ikabidi nikaona wakati alianguka kaumia mkono kidogo, yani juu ya friction ya mawe kidogo. Nikaamua kumshika mkono sasa, unaona? Nikawabebea baba yenu polepole, tukateremka mpaka chini. Akawabebea baba yenu. Semeni asanti. Asanti.
So nikasema hata sio mimi nilipanga, akaniambia tunafaa kukuja siku moja kuwaona. Wakati aliniambia nikuje Old Moses, mimi nikasema siwezi enda huko mimi. Uliogopa? Actually niliogopa, nikasema hapana, siko siendi. Nikakataa. Lakini wakati nimekaa nikidigest, ukapata kazi nyingine? Nikapata kazi nyingine, nikaenda. Kuenda huko nilikuwa na wazungu wa 6. Wakati wameniambia nimpeleke Lenana kuenda kwa hizo machuma za kupanda sasa hapo kwa top, mzungu mwenye alikuwa hapo akaanza kupiu na kutoa hapo kondomu. Nikashindwa tena, kwani kunaenda aje huku? Mwingine ako hapa chini ameanguka chini. Sasa ikabidi tumeita rescue. Wakateremshwa. Kwa hivyo hawakupanda. Walikuwa wametoka wapi? Walikuwa wametoka Israel. Walikuwa wamekuja kule New the Covenant kurudisha. Waliangukia hapo chini. Hawakupanda. Walipanda? Hawakupanda. Hawakuingia huko. Hawakupeleka uchafu huko. Hawakupanda. That is it. Walifanya nini? Walikataa kurudi hiyo njia ya Old Moses, tukatokea na Chogoria sasa Meru. Walikataa njia. Walisema wacha tutokee Chogoria. Tusitokee hiyo barabara yenye waliingia nayo. So tukatoka na kufika huko, tukakuta tena kuna wengine walikuwa wanafaa kupanda lakini wakakatalia hapo. Wameshindwa kupanda. Wakasema hatutaenda tena milima. Sasa mnasema hakuna kitu, otire kitu. Musugu immediately walirealize na antena zao kwa kitu gya kirwa, wakatuma watu wao immediately wakuja warudishe. Wameshindwa kuingia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, Lenana hayuko pale sasa. Batiani hayuko pale sasa. Sedeyo hayuko. Na vitu za wasungu zote huko chini, posters zimewekwa kule chini huko Shifton. Niza ni magrafiki ya kiushetani tu. Juu by the way nimepiga picha lakini nitaonyesha siku nyingine. Ni picha, yani kila mtu akikuja na mapepo zake ako na sticker yake, kama hiyo sticker ya gari ya insurance ana sticker hapo. Kwa hiyo alibeba sticker akijua naenda kuweka hapo I made a mark. Na ni demon. Wanaletanga jifu ya nini? Hata sijui. Ile jifu inakuja kuleta pale juu. Jifu sijui wanafanya juu, mostly tukipandisha tunaondokea. Fanya mambo sawa. Wanafanya makafara. Wanafanya mambo sawa. Na wanafanyanga juu naona tarehe 23 December kuna kijana tulienda na yeye alikuwa anaitwa Macharia. Unakuta mtu ana blow up, anapotea tu hivyo, tukamtafuta for 16 days tukamkuta akiwa amekufa. Na hawa wazungu alikuwa amebebea hawa wazungu walifanya hizo vitu. Alikuwa amebebea in Indonesia. Na akapotea tukamta from 23 mpaka date 9. Si alikuwa ameoza? Hakuwa ameoza, still fresh. Alikuwa still fresh. Sasa you can understand. Wanakukunywa damu, wanakukausha, wanakuacha huko 16 days. Walitafuta huyo mtu mpaka akapatikana. That's the power of the mountain. So I want to thank you. Mimi sikujui, sikuwa nakujua, but I want just to thank you. Maana ulitumika. Whatever you did, wewe hujui, tulichange dunia mzima. Tuli shift the whole world. The mountain, Mount Kenya, it is a portal that needed to be shifted alongside Ngong Hills na alongside Nairobi City kwa ile kamawe kako pale. They needed to be shifted, the energy ndio ifit a new regeneration. So wewe ulitumika tu, you are created kwa sababu ya hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ulitimiza malengo ya Mungu na ulifanya malengo ya Mungu, sina kitu naweza kukulipa, but I can just say thank you. Na I'm just bought a suit for you. Hii ni suti mpya. Kiatu mpya. Nataka uende somebody. Thank you. Thank you somebody mpe.
Then Elijah said to all the people, come here to me. They came to him. And he repaired the altar of the Lord. Nilienda kwa mlima to repair the altar, maana ilikuwa imewekwa jivu na mambo mengine mazito mazito. Waisraeli walikuwa wameweka kwa hiyo mlima, walikuwa wamebadilisha mlima, wameiweka ya Kimasai, wametoa Kikuyu, Wameru na Waembu. They were no longer the custodian of the mountain. Wakatolewa wote. Sasa hapa nakuta Mumeru akisema sisi ni Wameru, sisi ni watu wa Meru na sisi ni watu wa mlima. Mlima gani? Mlima gani? Na Ruto anakuja na upenya na unaugoga na anaingia na analeta Wamuthede na anafanya vitu zake na Wamuthede. Ati sisi ni watu wa mlima na sisi hatukuzangwi. Uliguswa. Wa Monyoro akasema guza mimi lakini bora usiguze wa mlima. Aliguswa, kangolewa kiti na kaekwa kado. Sasa nasukuka huko, kazukuka huko, watamrudisha, koti itamrudisha. Koti itamrudisha. Lakini ni nia ya kuvuruga tena Wakikuyu. Maana watamrudisha, wamweka kwa serikali, wauliza si mlikuwa nataka arudi kwa serikali? Pigeni serikali yenu. Hello. Kasongo ni agent, ni Farao. He is a Farao originating from the same clan ya Mafarao. Umeelewa? Kasongo is not an ordinary person, is a spirit. Si mtu wa kawaida. Faruk si mtu ya kawaida, ni spirit. Kwa hivyo hawa watu hawahitaji kura zenu. They know what they have done. They know they are already in term 2. Na sisi watu wa Mungu tunajua, naye Mungu ametuambia nendeni mkibomoa vile vitu wameweka. Maana saa hizi tukaenda election, Kasongo atakuwa na 80. Wacha hii ya Suluhu na hiyo ya nani ya huyu msee mwingine yako hapa, ya huyu itakuwa 90%. Na mtapaga buraini foreni na mtachagua Kasongo. Nyinyi wa Kikuyu wengi 90% ya Wakikuyu mtachagua Kasongo, maana already ameweka mitego ya kiroho. Amefunga nchi na maisha na misingi ya kiroho. Ndio unaona anazunguka confidently, anaambia ati hawa ana agenda. Ile agenda wako nayo ni one term. Kasongo must go. Angalia sura yake sahi. The man has confidence. The man is already amekalia kiti mzuri. Is not panic. Ukiona wakati ukitaka kujua na panic, angalia kichwa yake. Nywele inakuaga imeng'oka huko kwa kichwa. Saizi hana stress. He knows what he is doing. Kenya hii will not be determined by your vote. It is by the Spirit of God. Na ni upendo. Sijaiona hivi. Na huko na bibi, si ndio? Niko na mtoto na bibi. Sijaiona. Ako na bibi na ako na mtoto. Mtikamudhokeria mushi. Usiharibu boma ya huyu. Ndio ayana taonoro. Nikaondoa ya noro irata dhini. Ya albayaka. Usipatiane namba yako hapa. Bwana asifiwe sana. Then Elijah akasema, let's say to all the people, come here kujeni. There is a call of God. Munaitwa, this is a call of God. Let's put every other agenda chini, tushughulikie this agenda. We build an altar. The altar that will rule this nation. The altar that will change the universe. The altar that will bring the power of God back. Because Elijah akamwambia, they came to him and he repaired the altar of the Lord which had been torn down. So kusema Mungu anaweza kuondolewa, au wengine wanasema Mungu anawezi, Mungu wetu hawezi, anaondolewa kwa. This altar had been torn down. Ilikuwa imebomolewa. Kwa hivyo Mungu wa Israeli alikuwa amebomolewa, alikuwa amewekwa chini, alikuwa ameondolewa. Hallelujah. So kusema ati Mungu wako hajaondolewa, ati Ngai wako aliogete ni hayuko. Mungu wako kama ako kwa kiti haungiralia ja. Ndogetarokeirwo gutarokeirwo. Kama Mungu wako angekuwa kwa kiti, aliondolewa. That altar had already been torn down. The altar was not where it's supposed to be.
That unapata mashida ambayo tuko nayo is because the older that is supposed to fight for you, the older that is supposed to defend you, it is not in place. Wakikuyu tumeteseka all those years na Wameru, Julijeke, Kiama, Waebu. Sasa tumeenda tumechukua baka Wakaba, tumewaeka, tumewaita Gema. But what wanasema dhaida ya gaida nani anaitika? Nisedeyo. Dhaida ya gaida nani anaitika? Batiani. Dhaida ya gaida nani anaitika? Nile nana. Tunaitaka mara ngapi? Mungu mara 3. Dhaida ya gaida. Dhaida ya gaida. Dhaida ya gaida. Wale wanaitika ni wale wako pale. Kiti miondolewa akiukalishwa mtu mwingine. That is where we had to fight, we had to climb, we had to be there. Mimi nilikuwa na energy, hata mimi sikuwa najielewa. Hawa jamaa walikuwa nafaa kuniongoza, lakini nilikuwa naenda 1 kilometer ahead na kaa chini kuwagojea. Baka siku hiyo wakaniambia, siku ya 3 walikuwa wananiambia hauwezi pada, tutarara ndio upande kesho. Nikamwambia no. How now? Hapa haka kamulima haka. Aje nao. Twende safari, twende. Wakaniambia hapana, labda uende peke yako na hatuwezi kukubalisha. Sheria haijakubali. You can never be allowed. Ilibidi nilale. Ile nyumba tulilala na Tumusugu tulikuwa hapo. Tukiingia hivi, Tumusugu tulianza kuhara. Na sasa kuna bahati mbaya. Ni ukwenda tugutuirie muno tumenye what is this wrong. Hari athire guko mari onire gitandari ni kioro. Ugu. Sasa Kamuzungu kalikuwa na kaka kidogo, unaona kameingia. Kana kaka almost 30 minutes. Sasa nilikuwa nafikiria nigethei ile ya kupasua nini? Bao. Ile Pawaso. Unasikia kwe. Na kaka kidogo nasikia kwe. Sasa naona huyo sasa tulikuwa na sleeping bag. Naye mjamaa akaingia ndani ya sleeping bag chui na akafunga. Sasa ori yangu ilikuwa nini? Yagiagaliera. Because huko kuna oxygen nyingine inatoka na nyingine amejivugia na sasa hana ile mzuri ya kukuja Abugu. Jamaa alipata mashida. Nego die kelima te haririe. Ni kwenda mlima siku nyingine nikikwambia tunaenda usikimbie mahali ulikimbia kwa sababu kuna mahali ulikimbia, si ndio? Ulikimbia kuona mama na watoto, na unajua mama na watoto kimwambia unaenda for few days lazima akwambie kuna mudhokoi hapa kidogo. You need to prepare us. That is why I prepared all of us for the 21 days. Because I knew kile kitu tunaenda kuchukua ni manto. Turadhi kwa yake raoni na gete na tulikuja nayo. It's a witness. Huyu amepeleka watu wa Israeli, wale wanaitagwa ni watu wa nani? Wa Mungu. Wakashindwa kuingia kwa Mungu. Walishindwa kuingia, watashindwa, maana umekaa right with God. You are repositioned yourself. Umejiposition kukaa na mpango ya Mungu. Basi naye Mungu atahakikisha hakuna kitu kingine kitakanyaga area yako. Nobody. Tuliseal that area. Nobody ataweza tena kuingia hapo. Na mauchawi yake mtu genuine ndiye atakanyaga huko. Ama mtu amekuja kama tourist, ameenda kama vitu zingine genuine, bila kauchawi, bila ugaga, na tukatransfer hiyo power tukaileta kwa hii nyumba. Tumetransfer hiyo power, tumepeleka huko Gong. Tumetransfer hiyo power mahali popote, mpaka Thika, church ya Thika, tumetransfer pale church ya Lodwa, tumetransfer maishani kwetu, tumetransfer. That energy. Sema energy. Thank you. Energy. Ndio mnaona naruka kama kata. Simona tangosi iliyetoka. Ni madira ale mukuru. Sincerely nilikuwa muse. Nilikuwa unaona jamaa wananiita muse. Alikuwa ananiita Musae mpaka nashindwa. Matirona. Nilipokuja hii kosi yote ilitoka. Ndio kile tanyoka. Verse number 31. Elijah took 12 stones. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. You must replace. Lazima uregeshe madhabahu ikae venye inafaa kukaa. Akachukua mawe 12. Elijah took 12 stones, one for each tribe descended from Jacob. One, kila jiwe for each tribe. Descended for who? From Jacob. Kwa hivyo lazima utengeneze madhabahu.
utengeneze madhabahu. Kutengeneza madhabahu ni kutengeneza, to realign yourself back to God, to create a space for you, ukubalike. Ndio niliwaambia 21 days tunajifunga, hatufanyi maneno, hatufanyi hivi, lakini utakuta kuna wale sasa, hiyo 21 days kuna watu walikuwa nasema, kuna watu wamekuwa na miba, kuna watu wamedugwa nini, kuna watu wamefanywa hivi, na ni mtu wako hapa, ni mshirika, nasema nimedugana. Hiyo siku 21 ndio nilidugana. Wakati niko kwa mlima nikiomba nilidugana miba. Ogirothi ukiumaga. Kanua kau karaugiri uguo. Kagero hata meigwa iguru. Ogirothua ginya ruciaro rwaku. Elijah took 12 sons, one for each of the tribes descendant from Jacob, to whom the word of the Lord has come, saying, your name shall be Israel. Yani achukue mawe 12 ajenge madhabahu upya, maana madhabahu yalikuwa yamekuwa akajenga madhabahu, akachukua mawe 12 akajenga madhabahu kulingana na 12 tribes, kama kabila 12 yaliyotokana na Yakobo, ambaye Yakobo aliitwa Israeli. Kwa hivyo alipofanya kujenga hiyo madhabahu, akaeka jiwe moja akaita Ruben, akaita ingine akaita Naftali, akaita ingine akaeka Juda, akaeka ingine akaita Lewi, akajenga ingine akaita nani? Gad. Mwingine Asha. Mwingine Ruburuni. Hizi Biblia zinafaa zikaguliwe. Hizo zimeleta mpaka Ruburuni. Zebuluni, ni Zebuluni. Thank you. Alijenga kulingana na mehereka 12. Mehereka. Ni kwa nini alifanya hivyo? Alirenew covenant with Jacob. Alitaka kurenew the covenant with Jacob. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio aconnect Jacob, amconnect kwa Isaac. Ndio aconnect Isaac, amconnect kwa Abraham. Maana mwenye alikuwa amebeba baraka zote ni mtu anaitwa Abraham. Maana alilipa gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. He paid the price. Alilipa gharama, na gharama aliyoilipa ni kupeleka mtoto wake kwenye mlima Moria, akampeleka mahali panaitwa Bethel, akienda kumchinja. Yani unachinja mtoto wako kama ukiangalia. Nakumbuka hata yeye wakati alienda kuchinja mtoto alitengeneza madhabahu. Kwa hivyo kuna kitu kinatakikana katika kuondoka kwenye area uliko, katika maisha ambayo uko nayo, katika mipango amekupangia, lazima uinue madhabahu. Ndio kwa maana nikapanda kule Kirinyaga, nikainua madhabahu, nikapanda madhabahu. I connected myself with the power of God, na ndio kaona kila kitu kikatingika. Elijah took 12 sons. Jenga madhabahu, inua madhabahu, renew, kulete upya. To renew the covenant between you and God ni kujenga madhabahu. Akainua, akainvite all the tribes, 12 tribes ambazo zinaitanishwa na mtu Israeli, akaolete kwenye hapo, akaambia wale manabii, now if you are ready to do something, come and do it. Kama uko tayari kupigana sasa, pigana. Wakati umeinua madhabahu, waite wakuje, waambie come baby come. Walitoka Israeli, waliingia ndege wakakuja Israeli, walitapika hapo, walitapika. Wametoka kwa, wanajiita watoto wa Mungu, marokete watoto wa Mungu. We have a witness. Aliwapeleka Mungu, alihakikisha aliyenipeleka ndiye atawapeleka. Ndio aende akuje na witness, akuje na formation ya kusema walijaribu kupenya wakashindwa. Wengine walikuwa wamepita Shogoria, walishindwa from the camp, hawakutoka kwa kamba. Wengine walikuwa wametoka Kiabudia kule kwa kale kamseka na kuitwa Mukoimodo. Wengine wamekufia hapo. Because an altar has been lifted. When you raise the altar, when you lift the altar, you conquer anything that has been against you. You conquer every powers of darkness. You conquer them that have been rising against you. Aliwasambaratisha.
verse 32. Aliwasambaratisha akawashinda nguvu, maana aliandaa madhabahu. Na kuandaa madhabahu ni kutengeneza moyo wako, having a good relationship with God, having an authority of God, having a working relationship with God. You have to surrender, you have to get out of the cocoons. Wale ambao walikuwa wamekushika, kata mikanda, tembea peke yako. Wale ambao walikunasa, ongoka, enda, ng'oka, toroka. Tule tutabia ulikuwa nato hata wewe, tuweke chini ndio uweze kupata covenant yako na Mungu. You have to renew. You have to make things work for you. You have to bring this God on board. And this God you must understand, anatakaga nini na nini hatakagi. Sasa ili hatakagi wachana nayo, ili anatakaga fanya hiyo, na utembee, na you live like him. You live the way he wants you. Listen to him. Sikiliza akikwambia fanya, akikwambia ondoka, akikwambia simama, akikwambia la. Just be obedient. Be faithful to the cause. Be obedient to God. He's ready to use you. He will use you in a mighty way. Yule mtu atakuwa ready. Yule mtu already ako ready. Don't mind. We had a past. Don't mind about your past. Tujenge madhabahu ya Mungu. Tujenge njia Mungu anayotaka tukue nayo. Oh my God. With the stones, he built an altar in the name of the Lord. With the stones. Sio watu atunasema lazima akuwe na watu ndio atengeneze. Nitatoka hapa nje, nitainua mamawe na nitatengeneza kigogona. With the stones he built an altar of God in the name of the Lord, and he dug trenches. Akachimba. Nenda ujichimbe kabisa. Nenda ujichimbe, wajiangalie, ni makosa gani nimetendea madhabahu haya? Ni makosa gani nimetenda kana maisha yangu? Ni makosa gani? What have I done? What is this can put me away from my God? Jichimbe. Chimba hiyo trench. Dig that trench. Akasema, and he dug trenches around it enough to hold 2 seas of seed. Enough. Weje, jichibe, uone what is this that has costed me. Ni nini hii imenisababishia nimekosa kutembea jinsi Mungu anavyotaka? Ni nini hii imenisababishia nimekosa kusimama na mpango ya Mungu? Ni nini hii weka chini. It doesn't matter who is this. It doesn't matter the good relationship we have with these people. It doesn't matter what is happening. It doesn't matter what is around you. Just drop it. It is not taking you to God. Just drop it. Chochote ambacho hakikupeleki kwa mapenzi ya Mungu, just drop it. Kile kinakuzuia kwenda kwa Mungu, just drop it. Kile kinakuzuia ufanye kazi, kimekuweka umekuwa mzito, just drop it. Just drop it. Tell your neighbor, drop it. Wachana huyo rafiki. Mwambie, tell your neighbor, wachana huyo rafiki. Usho nuo toma kwa tidio kenegena. Huyo rafiki ndiye ameshinda akikusumbua. Huyo rafiki ndiye anakudrag, anakurudisha nyuma. Tangu tushikane na wewe, sijatoka position, niko na ile position tu. Every the time is lamenting, crying, doing everything. Just get out of that picture. Get out of that deep. Get out of that trench. Ondoka. Ng'oka uende. Wachana na mizigo zote. Hata kama kuna gari huko, wachana nayo. Kama kuna wanawake huko, wachana nao. Kama kuna nini huko, wachana nayo. Kila kitu nao wachana nayo. Move twende. Leave them now. Tell your neighbor, leave them now. It is the time. Mwangalie kwa wezo na kodoe macho kodokodo. Mwangalie, wachana na hiyo shetani. Thank you. 33. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachana nazo. Leave them. Make your life easy. Make your life comfortable. Just serve God. He will guide you. He will take you to where you want to be. He will take you to the directions of your will, because he wants you to be in a particular place. And when you reason with God and walk with God and be where God wants you to be, you will be where God wants you to be and be successful, because you are in the territory of successes of God. Bwana Yesu asifiwe sana. The successes of God come because you are able to raise an altar. And when you are able to raise an altar, you are able to make a covenant with God. Because when you raise an altar, God appears. Altar brings the presence of God. When Abraham did an altar, God appeared.
When Solomon did an altar, God appeared. When Isaac did an altar, God appeared. And when God appears, he comes with a promise. Anakuja na promise. God will never come alone. Hawezi kuja akuapie, akumelele huo, agoshomokele huo, ashoke agotigie huo. You need just one encounter with God and your life will never be the same again. Just one encounter. Just prepare your heart for that one encounter. Prepare because the presence of God is with us here. The presence of God. Mungu wako pamoja na sisi hapa. This God is walking with us. We are walking with God. When I was in the mountain, the 24 council, the 24 elders walikuja wakazunguka. Malaika wakazunguka. For the first time niliona maseraphim. For the first time in my life, I saw them. Walikuja. Walikalia mahali hapo. Ndio kwa maana Asenze hakukubalishwa kukaa karibu na watu wasafi. Hey, mwanake mwanake alijikuja kaenda huko nyuma. Niletea kitu, niletea hiyo bendera. We Masai peleka. Because alisikia ile moto iko hapo. I cannot withstand. Sometimes there's too much pressure. This thing is too much pressure. And when we are in this situation of too much pressure, and align yourself with the presence of God. Wachana na magrudges, wachana na vita, wachana na mavitu ambazo unafanya. Just abandon it. Weka chini tu, tembea na venye Mungu anataka utembee. Walk with the presence of God, walk in the system of God, walk in the ways of God. Hallelujah. Just weka pressure chini. Wacha hiyo kusema hati I'm not ready. I am not hati sijajitayarisha kufanya hii kazi. I want to tell you and I want to assure you there is no single time you'll be ready. Just align yourself with God. Just align the presence of God. Align the powers of God. This man, Elijah, aligned himself with God. And that is where he was able to do things in a particular way. In a methodological day. And in a powerful day. He arranged the wood. Arrange yourself. Plan yourself. He arranged the woods. Akapanga kuni vizuri. Just go back home. Nenda ujifungie kwa kanyumba kako. Ansa kuanalyze. Uko na miaka 40 sasa. Where did you go wrong? Uko na miaka 50 sasa. Where did you go wrong? Uko na miaka 30 sasa. Where did you go wrong? Why are you not making a move? Why are you not transiting? Why every time ile kitu unapatana nayo ni mashida, ni challenges, obstacles. Yani ile kitu unaweza kuwa ukiongea sana ni kudiscuss watu. Yani ile story inatoka kwa mdomo yako kubwa ni hiyo. There is no, hakuna ajenda hata moja, hakuna kabiashara hata kamoja, hakuna kakitu hata kamoja, hakuna nini hata kamoja. Yani you are just fake. Go and rediscuss yourself. He arranged. Rearrange yourself. Replan yourself. Reorganize yourself. Go and like ile kitabu yako ulikuwa umeandika vitu mingi. Go and cancel it. Cancel again. Put a big X and now open a new chapter. Open a new page. Angalia uanalyze marafiki wako nimekuwa na fulani. Angalia hao kama walikusaidia in any way. Mahali huko kama kuna mmoja alikufanikisha ufike hapo na alikufanikisha to what level, kama ni mtu alikuwa msaada kwako, muweke kwa peji nyingine. Angalia, enda kwa B, uangalie huyu mtu tumetembea na yeye nini. Hakuna kitu amenisaidia nacho. Tiga moshene, tiga kujira kwa ngania ula kulaliru nangaragu, tiga kujira kena, hakuna kitu gine na kuambia moshene watu kukuhusu. Huyo muweke kwa peji ya nje. Ya karatasi ile ya sukari. Usiandike kwa kitabu maana hiyo ni kuwaste kitabu. Ile karatasi ya sukari, ile ya kaki, muandike hapo maana unaenda kumchoma. Hallelujah. Ukiokota matakataka kwa kabaudi yako, make sure hiyo karatasi iko hapo. Ukichoma, uende uchome na uchugulie kichoma na unamuita jina mwaki. Uchomeke na uchomeke kabisa. Usirudi kwa maisha yangu tena. Wewe na Saitani, wewe ni kitu kimoja. Usiwahi kukanyaga into my realm. Usiwahi kanyaga into my spiritual realm. Usikai kanyaga into my physical realm. You are as useless as the fire that is burning you, because the fire will come to an end as the paper comes to an end. Na uondoke. Matakataka zote katika maisha yako, write them na uende uzichome. Restart again. Reorganize yourself again. Rearrange yourself, then prompt yourself. Ujipeleke kwa Mungu. Umwambie ujinga yangu yote nimechoma. Now I am empty. Use me. Now I am empty. Baba Julia, fill me now with your power.
Fill me with the Holy Spirit. Fill me with your wisdom. Fill me with your power. Fill me with your authority. I am empty. Nilikuwa nafikiria mimi ndio naweza kufanya. Nilikuwa nafikiria niko mwerevu. Nilikuwa nafikiria venye niliendesha Mogeke ndivyo nitaendesha mambo yako. Kumbe mimi nilikuwa empty. Kumbe sikuwa na kitu. Kumbe nilikuwa hopeless. Unamwambia Mungu, sasa niko empty. Empty yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Empty yourself for God to come in. He will never come in ukiwa kuna machafu huko. Mai hulete na kuudhinie. Menyogoro hulete na kuudhinie. Dhura kuna dhigirishi hulete na kuudhinie. Dhini waku yani bitterness, arrogance, weni unakaaga tu kama nudu, kama chogo. Togemetate. Yani wikaraga tu kibomu keho gitaramewereweka ura kihiana. Just empty yourself. Mwaga hiyo maji yote. Remove takataka. Remove hiyo makasiriko. Remove hiyo jealousy. Remove hiyo kuhoni kijicho kibaya. Remove your mouth. Your tongue kama inakusumbua. Ambia Mungu alete ikara kama vile alimshika Isaya. Akaweka makaa kwa kichwa yake. Akachomeka. Akasema ikarakanwa. Ikakaa ndani mpaka ulimi akakuwa tend. Kutoka hapo Isaya akafanyika mtumishi wa Mungu. Yes, may God of heaven, Mungu aliyeumba mbingu na dunia, Mungu wa Isaya aliyeleta makaa akaweka ndani ya Isaya, na aingie kwa mdomo yako, aweke hiyo makaa, hiyo mdomo yako ichomeke, matakataka ziko kwa mdomo yako zichomeke, nguvu za giza zichomeke, uchawi uchomeke, maneno ya uchafu na nini yote ichomeke. Hiyo makaa ya Isaya iingie kwa maulimi zenu. Umatigiwa, amen. Umatigiwa. Na ni detia. Baba aliniambia kile utakuwa ukiitisha kitakuwa kikifanyika immediately. Makarama igereto nwaine twanyu. Ona dia utidogiwa, amen. I have commanded. I have authorized. Mutaigia. Ndio leo hete. Kai. Hiki no githomo. Yesharie giaku. Ni kwa Rejo Maria. He arranged the wood, cut the bull into pieces and laid it on the wood. Then he said to them, fill 4 large jars. Akakatakata ile ng'ombe na akakatakata kuni, kisha akawekelea. Kisha akawaambia, tafuta mitungi 4, jazeni maji. Akamwaga round 1. Akawaambia tena, mwageni mitungi ile 4 round 2. Akawaambia tena mara ya 3, mitungi ile 4 mwaga mara ya 3. Hiyo ni mitungi ngapi? 12. He aligned. Hiyo nilitaka ku-align madhabahu. Mawe ni 12. Maji ikaingia 12. Akapanga kuni na mipangilio ya kimadhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. This is a knowledge that you need to acquire. Na you can only acquire moshana ikipuguka. Hii ni knowledge iko juu sana. Iko juu. Na you can only get it wakati umeacha ujiga. 4 large jars with water and poured it on the offering. Akamwaga juu ya nini? On the offering. Akamwaga. That is cleansing yourself. Cleanse yourself. The water means cleansing. Akaji-cleanse. Aka-cleanse mahali. Ile madhabahu akai-cleanse because the major thing that is about to happen. Verse 34. And the waters ran around the altar and they even filled the trench. At the usual time for offering, the usual time for offering in the evening sacrifice, Elijah the prophet walked up to the altar and prayed. In the particular time. Kwa hivyo hata wakati kuna wakati wa kuinua madhabahu, there is a time to do it. But in the evening they did that. Ndio naona nimewadreisha leo kidogo because we want to do it in the evening. Hallelujah. Ndio tuweze kuinua madhabahu. Hallelujah. The water ran down around the altar and even filled the trench. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward at the time. So there is a time.
Don't just holo. You are moving hapa hele. Loko. At every time. No. There is a time. You have to plan. For this, you have to plan. He stepped out forward and prayed to the Lord. Then God of Abraham. He never prayed to any God. He prayed to the God of his fathers. He wanted to activate the promise. He wanted to activate the covenant and the Abrahamic blessings. He knows how to activate. He knew the battle ahead of me is bigger than me. Alijua madhabahu hii watu wameweka the 400 manabii 400. It is bigger. Maana hata walikuwa wamejikatakata, walikuwa wamemwaga madamu. It is bigger. He knew this battle, I cannot do it alone. Na ndio kwa maana nilipanda mpaka kule kwa mlima, nitengeneze mlima ndio ni summon the God of that mountain. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikanyaga, maana the phase ambayo naingia ni mkanyagano, ni mulipuano, ni mulimano. Hallelujah. Ni muthigithanio na muthigithano. Hello. And the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and God of Jacob, Israel. He summoned the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Why? Because he went to the lineage of the blessings, the lineage of power. Hello. Your spiritual fathers, respect them. I know most of you are not my daughters, you are not my son, because you are not even members of this church. I know most of you. Baraka zikiteremka zinakuja kutrace, kuangalia ni nani alitoa hii. Unatafutwa haupatikani. Ndio unaona tumko na wewe kutoka Januari mpaka sasa. No gokitora kirita. Nothing has changed. Tiga mushene waigihire na ukigena ndo igia mushene. Nothing has changed. You are just the same person that entered this bila mulago. Hata you are worse, maana ulikuja na kiatu, sasa hizo diaga na talitali na bigijie tamakanwa. Maana hiyo bigiji ulikula ndio ikusaidie kutembea kwa barabara, maana ulikuja mguu. Sasa hiyo umetoa jicho, imetoka nje kama ya nani? Kama ya kapaka kameshikwa kakikula mahali. You can never learn this. And I want you to learn it in a hard way until you become a daughter, a son in this house. That is the time you are able to enjoy the trappings of power. Mtoto wa Ruto anatembea na gari hazina nini? Number plate zimeandikwa mood. Umewahi kusikia nimepelekwa polisi? Hawezi. Ni nani? Ni askari gani anaweza kumsimamisha ampeleke polisi? Because the man is enjoying the trappings of his father. The trappings of power. By enjoying the power, the authority ile iko karibu na wao. You can never enjoy anything here. Yako ila sawara. Doge enjoy kedo. There is no blessing. Na nikyo mwepu, na nikyo gotire dili ya nywethi yaga na mbere. Go and check, look at yourself. Go and look at it. Mambo mingi umefanya imefika ikakwama. Umefanya imefika ikakwama. Because hakuna command inatoka hapa. Because ikikwama unatafutaga madhabahu ya shetani inasimama na madhabahu ya Mungu inasimama. Wakati Musa alikufa, shetani alikuja kuclaim the body of Moses. But because madhabahu yake mbali ya Mungu ilikuwa kubwa, God came himself akarescue jamaa, akambeba. Lakini shetani walikuwa shambeba, walikuwa wamebeba mwili wake. Because they had a claim. Now what can defend? Sasa hapa ni nini inaweza kukudefend? Wewe si member, wewe sio nini. Ile kazi mkubwa unafanyaga hapa ni kani wakafudhu. Kama godhura kuna dhigiri. Let it be known today that you are God. Akainua Mungu. Aliinua Mungu mgani? Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Jakobo. Akamuinua. Hakusema Mungu wangu. Hakuita Mungu wangu. Aliita Mungu wa Jakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Abrahamu. Akamuinua, akamwambia wacha na ujulikane wewe ni Mungu. Hakuinua Mungu yake, maana alijua Mungu yake the level ako, ile level ako, mafuta ile yako nayo haiwezi kutoshana na vita hii. Kuna level wewe uko, ile level uko, hauwezi, kuna vita hauwezi kupigana mpaka ni kuwa involved. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka ni kuwa involved ndio itafanya nini? Wakati walikuwa naenda vita, wakiinua mikono ya Musa, walikuwa wanashinda vita. Mikono ikienda chini wanatwangwa.
There is a level that you cannot be able to penetrate. There is a level that you cannot be able to, hauwezi kwenda, hauwezi kushinda vita. That is why every deal umefanya na unaendaga unakuja unaomba unaweka sadaka hapa. Kwa hivyo uliwaambia unakujaga hapa. Lakini ikifuatiliwa you're not a member in this church. Hata tithe utoagi. Au una expect kukula kwa mesa ya wadosi. Ataenda kule kama mshahara taonoigwa gakenuga. Anaenda kujida tutaigwa na atumia makenera dola na hau thini. Atatonoigwa ndo makina na hau. Now you want to become na ukwe mmoja wa kwenda igwe hiyoretie gosi hiyoretie I want to be part. Anataka kukula uwezi. Code huko inaitishwa hauna password. The things of the spirit has got passwords. You need a connection. You need a connection. You need a covering. You need a covering. Wacha hiyo kiherehere mko nayo. You need what? A covering. Without a covering hata ukuje uibe hapa bure. Nikiwa hapa, ukiwa mgonjwa, ukiwa Mombasa, ukiwa America, because we are connected, nasema na upone in Jesus name, na unapona. Na kuna wengine tuko na wao hapa wanakujaga kulala kwa hii mkeka na hawawezi. Ukoraga no kuhinyereka marahinyereka. Nyokora na iko liogo, akagia nya mayo maya ne masha ukiera ko renyi ni yetere yo mwathani ugare yagweka. Gotire mwathani wetere gukua. Na ngoja kukufa. Align yourself. Tell your neighbor, align yourself. I'm not telling you because of here. Hata kule utaenda, wewe unataka kuenda uende. Kule utaenda, uende align yourself na huko. Maana umekuwa jagiri ya kuruka from one church to another church. You've never settled at all. Mapasta wale wamekuwa chini yako na umevao na wao. Kila pastor umeenda umevao na yeye. Umeenda kwa huyu umevao na yeye. Umeenda kwa huyu umevao. Zile vows zote umefanya zina kukulanga. In the spiritual wanaangaliaga huyu ni wa wapi, ni wa Manyuru. Wakifungua peji nyingine wanakuta ni wa Ezekiel. Wakifungua peji nyingine ni wa Kwadora. Wakifungua peji nyingine wanakuta ni wa Moiro. Wakifungua peji nyingine wanakuta wewe kwanza ni kwa ulienda paka kwa mchawi. Wakifungua peji nyingine wanaweza kuwa ulienda kwa Maina wa Magoto. Hapo nasema ati Jesus in the mighty name I rebuke, I cancel in the mighty name of Jesus Christ. Na jina ya Maina na inaonekana kwa kitabu. Maina wa Magoto iko kwa kitabu. Sasa ni jina gani itatumika, at what time, where and how? Delete every other things where you connect yourself. Delete every other things that can hinder you or can haunt you. Delete. Futa maneno yote ya nyuma. Ukiachana na mimi utoke kwa hii kanisa, delete. There is a sacrifice. Delete yourself from this because nitakufuata. Ukifunguliwa kitabu itapatikana na utajulikana ulitoka hapa na ukora. Na nitaulizwa nitasema huyu ni mkora ambaye mumu igepedi. Ukisikia unasikia unaambiwa kaa hapo kado. Utakaa hapo kado na maybe another check inakuja after 10 years. Ukigwa kado toraga ko homaga. Utaoruta. Akonore wadehera kedo ekehuru. Na huo ni ngai umutumaga. Tini ucio ni arakara. Wani ndire kehuru. Let it be known today. Let it be known. Ameita nani? Hakusema Mungu wangu. Hakusema Mungu wangu. Aliitanisha na watu waliokuwa na mafuta ya juu. The connection. This is what I'm talking about. The connection. Let it be known today that you are God in Israel. And that I am your servant. Hakusema mimi, hakuita Mungu yangu. And that I am your servant. Mimi ni kamutu kadogo tu kwako. Kwa hivyo haukuji kwa sababu yangu. Haukuji, unakuja kwa sababu ya mababa zangu walionitangulia, waliokuwa na uwezo mkubwa, ulionena na wao, uliobariki. Hizi baraka ambazo tunazienjoy kutokana na hawa mababa. Hallelujah. Let it be known I am your servant and I have done all these things at your command. Kwa hivyo si mimi nimefanya, it is your command. Hallelujah. That I have done this at your command. So it is not me. Wacheni masi. Umihurage udhurigo kwa kamba. Riekekekekeke. Ayala makoko kwa kasati ya mama. Wacha uhoroki. It is you surrender to God and let the command come from him. It is God. Kuenda mulima mimi si kuenda mimi, nilingoja niambiwe nienda.
Nikaanza mlima pole, tulianza tukakaa Nanyuki. Kuna mtu nilikuwa nimeita akatulet down. Kumbe alitulet down kwa sababu ya huyu Masai, ndio Masai yapatikane. Tukaenda tukakunywa kahawa, tukakaa. Tukapumzika mahali panaitwa hiyo mkawa ile Ati Cafe, tukakunywa kahawa tukapoa. Nikaambia sasa tufanye nini? Tuende tukakule nyama. Akaniambia sasa tumefuka, tukikula nyama itatuumiza. Kwa sababu sasa nimeanza makasiriko. Si mnajua mimi ni mtu wa makasiriko. Nikaanza makasiriko sasa kwa sababu the mission is failing. Hallelujah. The mission is failing. Maana yule alikuwa to guide amepotea. Ni yule mae. Na sikumwambia hata saa hii sijai kuambia. Alikunywa maji na 50,000. Pota huyo ni wapade ya Narumoro. Nikaona spirit ya nani? Ya Mukuimodo hapo. Sasa nikashindwa kumenda. Alafu kuenda sasa kupata wale sasa tukipata huyu. Ule aliniletea connection ya huyu. Kadi yangu ya ATM ikapotea. Tukaenda kuitafuta kwa hoteli tukaikosa. Kwa barabara ukikuta tukiwa na access kwa barabara. Mwambie mtu it is a struggle. You have to make it. It's a struggle. Kadi ikapotea. Ndio huyu tukaulizana siku na Equity hapa tuende tukaenda tukakuta saa hiyo ndio washman anafanya mnako kacha. Nikamwambia washman, hello. Mimi ni mheshimiwa wa Roinge. Sasa nitaka kutumia authority. Mimi ni mheshimiwa wa Roinge. Ama an Equity member, nataka kaniambia mheshimiwa, I'm sorry. Tumefuga. Si kujalisha. Nikafuta simu yangu. Manager wa hapa. Nikampigia. Nikamwambia niko na data card yako. Na dehana. Sasa sitaki kuonyesha watchman niko chini. Data card yako. Na Nanyuki na na besha. Tadi na manager nenda kuingira. Akapiga. Manager akasema huyo mtu aingie, lakini ni jina lilitumika. Kwa hivyo tengeneza jina. Wacha kukaka na hiyo jina imeoza. Tengeneza jina. Huyu aliita majina ya baba zake. Aliita jina ya Abrahamu, akaita jina ya Yakobo, akaita kwa sababu aliita majina makubwa imsaidie kwenye hii vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unatengeneza jina inakusaidia kwenye vita. Sasa nilisema mimi naitwa mheshimiwa wa Roige. Nilirudi kwa Mogeke. Nilirudi kwa Mogeke na nikatweka sura. Inakaa sura ya muuaji. Manager alikuja akasema, habari yako mheshimiwa. Ni wewe Dora. You are my fan kwa YouTube. Utotaidetia mno. Nikajua. Demoshie. Nikaingia nikamwambia kadi yangu imepotea. Akaniambia tukutengenezee nyingine. Mara hiyo. Akaniambia kwenda kabisa sigana. Akanitolea pesa. Nikatoka nikaambia sense. Mountain we are climbing. Mountain we are climbing. Na tukaclimb. Maana you invoke the power of God wherever you go. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaita Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, na akajiondoa, akaambia Mungu, mimi tu ni mtumwa. Tia kweheaga bereta tadufu wa marege. Asha. Unajua dhufu ya marege najifanyaga ni kama imewekwa roiko. Wacha kujipeleka bere mami. Kaa nyuma. Abia Mungu, know that I am just but your servant. Sio mimi nimejituma, ni wewe umefanya nini? Umenituma. Kwa hivyo authority ukitaka kuaibika ni wewe utaibika. Yaani alifanya ka testimony, alifanya kamiuka kitu kuambia Mungu umenye kwa hetana ni warashonoka. Kuna mali una fix Mungu, unamweka hapo. Na unamweka ndani. Na alafu unakaa kado na mchugulia, unamwambia mimi hapa sijajilete, unajua ni wewe umenilete. Kwa hivyo wewe fanya nini? Shughulika. Shughulika. Mimi wacha nikae kado. Na alikaa kado, alifanya vitu vyote, akakaa kado, maana alikuwa ameona kuna kuaibika hapa. To be sincere, ukiita Elijah hapa tumkalishe chini. Aliyo kazi yote alifanya, alikuwa na uoga. Ndio kwa maana akaita Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka. Alafu akaambia Mungu, sio mimi ni wewe. Kwa hivyo aibu ikiingia, ujue ni nani? Ikabidi Mungu ateremke ajitetee.
lazima uhusishe Mungu katika maisha yako. Ndio uite huyu Mungu ateremke, akuja akipiganie, akuja apigane kwa sababu yako, akuja apigane kwa sababu ya elimu yako, akuja apigane kwa sababu ya biashara yako, akuja apigane kwa sababu ya huduma yako. Lazima umwambie nimeondoka, leo utinie, leo ni mwadhani. 37 please baby. Answer me Lord. Akamwambia answer me. Todo nionete nikiathogomana. Hello. Ukisoma context ya huyu mjamaa, hivi vitu vyote alifanya na njia ya kujiondoa. Wakati mwingine jiondoage, achia Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu. Answer me Lord, answer me. Alikuwa ameona huko kama kuna siku naenda kuaibika ni hii. Hata hiyo kwa mlima tukipanda nilikuwa naona maaibu. Ndio nilikuwa na kanyaga kama kitu kingine. Kukanyaga. Wakati manyoni, mandege zilikuja zikanisaraudi, zikakuja zikanilalia, zikanitembelea huko kwa kichwa, ni kama nimelala. Nikajua Mungu yuko hapa, nikajua onegai. Nikatulia, nikajua sasa niko line. So these people will know. Yani anaambia Mungu, nigwadwa ya mamenyene wale ndokarehe haivo. Please God. Wanadehera haivo nyige, but today please for the sake of your servant. Usikubali for the sake of your cover. For this, I would know that these people will know that you Lord are God. Yani amejiondoa kabisa. Hataki kuhitanishwa na hii madhabahu. Jiondoe katika maisha haya. Ondokea. Wacha kujiita ati kama si mimi hii haiwezi kufanyika. Hata kuua uzikwe na kitu kiendelee kufanyika. Yes. And that you are turning their hearts back again. Umeona jamaa alijiondoa ati kai kiadoa mamenye ni koroshia oreta ni warameta tinie anadile honie gai mimi si yuko wacha watu tu wakojue ni wewe. Hakujiitanisha. Sasa usikuwa kifanya kitu kadogo hapa ati ainue mkeka apeleke hapo atasuguka hapo watu unaona mugekosho wikareti ugo dawo thondeka waikara wega sina na akahura bisha kinya ka selfie nigetha watu wote wajue ni yali tengeneza nini, na hata na usambasa anaweka kwa ile kitu inaitwa ile status, ndio watu wote wajue. Kuna mahali inafika unajiondoa, unaacha Mungu. Muache Mungu na ugeuze moyo wako kwake. Just turn back to God. God, he is able. Ako tayari kukusaidia, ako tayari kukubariki. Tusimame kwa miguu yetu. Bethel Clouds TV.